Lake Nakuru National Park is a gem that draws visitors from all over the world. This UNESCO World Heritage Site is home to the revered Rhino Sanctuary and fondly described as a birdwatcher's paradise. But beneath the tranquil beauty of the lake and its surroundings lies a darker reality. A story of suffering, pain, and unimaginable loss that continues to haunt the families who live along its borders. While the park is known for its tourism, about 5 years ago, residents said they discovered fish in the salty waters of Lake Nakuru when the lake burst its banks, invading their homes. Cautiously, they caught the fish with mosquito nets, among other makeshift items, and sold them at first within Nakuru. Seeing the profits, more residents and even fishermen from Lake Naivasha delved deeper into the protected area. A move that was made easier by the broken down fence owing to the overflowing waters. This was the beginning of the tussle between the community, hungry to make money off the fish, and the Kenya Wildlife Service officers ready to use any means necessary to keep people away and the wild animals safe. This is the untold story of two young men who ventured into Lake Nakuru to fish, never to be seen again. On January 18th, 2025, Brian Odhiambo, a young man full of life and dreams, was last seen being forcibly taken by Kenya Wildlife Service rangers. This event wrecked the residents of Kivumbini, leading to a 6-day protest. The protest, a direct message to the park wardens that enough is enough. Now 3 months later, Mtawangu visited Brian Odhiambo's family in Kivumbini. Elizabeth Auma, Brian's mother, shares the painful tale of how she watched helplessly as her son was brutally beaten, dragged across the park fence and bungled into a vehicle by a group of 6 officers dressed in KWS uniforms. Alikimbia akitoka huko kwa fence ya game park akaanguka pale kwa ile posti ya stima. Ndio walianza kumchapa, wakamchapa mpaka wakamrudisha ndani ya game park. Mimi wakati nilifika hapa nilipata wamesarukisha fence, wanamvuruta wakienda na yeye. Hata nilijaribu kuongea nao warudi lakini hawakurudi. About 10 minutes away in Bondeni Estate, we meet Mary Asami. She too lost her son in the park in 2022. Although the story of her son's disappearance is only discussed in hushed tones, his absence is loud. Mimi kwa majina naitwa Mary Asami na ilikuwa mwaka wa 2022 wakati ya kampeni. Hapo sasa ndio huyo kijana alitoka, wenzake wakamchukua wanaenda kufua samaki. Wakati walienda huko, wakatoka huko wakisema ameanguka kwa maji. Sasa walikuwa nakimbizwa na maaskari. The residents who live around the lake are all too familiar with these stories. They speak quietly but knowingly of people who venture into the lake and are never to be seen again. Bra alikuwa anajituma, alikuwa anatusaidia kama vijana. Ametoa mbali na tunamheshimu sana huyu kijana yetu. Ni kama mzazi wangu. Labda vimlisikia alipotea, ulisikia? Nilifeel mbaya sana, yani nifika mwisho, yani sijiwezi. Yani kwa damu yangu huyo. Alikuwa amejituma kutosha, but mpango wa God ndo anajua mbali mpangia. Lakini sasa kwa hii kesi ya Brian venye ilienda, sijui kulienda aje, lakini sijui walimficha, sijui walimpeleka wapi. Bado kesi ya Brian bado tulikuwa tunaingia kabla Brian sasa aende. Tulikuwa tunaingia bado kwa hii maji, bado tulikuwa naona Brian anatokea huko. Tuko hapa baki tunaona anatokea huko, anaingia kwa maji vizuri anatoka. Lakini tangu ile alichukuliwa huko mpaka leo, siku hizi mambo imebadilika, yani maji yani unaingia tu na wasiwasi bado. Unaona kama unaweza ingia bado upote. Kijana mwingine kwa mtu atingo
alipotelea kwa hii maji, lakini sasa sijui alipoteaga aje. Tujui kali ni wenye aliingia naye kwa maji alimzamisha ama ni mabongo wao wenyewe walimchukua. Hiyo bado tuelewe, bado mjamaa alienda tu hivyo hivyo. Ukisema mabongo na mention yani hao magemu hao tujui kama ndo alimchukua kama yani alipotea tu hivyo. Bado tujijua mambo yake iliendaga aje. Though only 2 cases are confirmed, locals believe that many others have fallen victim to the waters of the lake, their fates left unknown. Unajua kuna watu wanashikwa, wanafungwa mawe, wanazama chini. Unaelewa? Utamuona watu wanajua kuficha mtu, kuvua mtu silent hivyo. Hiyo ndo wanajua. Tunasikia vijana tunaambiwa wameenda Naivasha. Wanaivasha wanasema vijana wako huku, hatujui kama wako ndani, juu wenye wanashikwa wakipelekwa ndani wanatoka tunaona. Lakini ukisikia stories za Naivasha wanasema watu wao wako huku, na sisi huku tunasema wako Naivasha. Sasa hatutajua ni watu wangapi wamekufa hapa. Hapa kuna watu wengi sana ni kama wako chini ya maji. Ni kwa sababu mwanadamu akisha uwawa, hata akifungiwa jiwe, si atasingi chini, haizi toka. Mary Asami echoes these haunting words. She has visited Naivasha numerous times, going from morgue to morgue, desperately seeking to trace her son. Nakaa kidogo wananiambia endo uangalie anaweza kuwa ameruswa kwa maji iende kwa mpaka ya Naivasha huko. Sasa Naivasha ndio nilikuwa naenda sana mochari. Naenda huko natafuta, hakuna. Haya ninarudi hapa, ninaenda mpaka nikawa customer ya mochari, ninapigiwa simu. Kuna mwili simekuja, simefura, asina wenyewe. Naenda ninaangalia kabisa mtoto wangu hata kama amefura, sitakosa kumjua. Utaangalia miguu, utaangalia kama ako na alama kwamba sikio ama wapi, unachua huyu ni mtoto wangu, huwezi kosa kumjua. Lakini niliangalia kabisa mpaka nikachoka. Similarly, Elizabeth Auma has traveled far and wide, leaving no stone unturned in her quest to find her son. Kama ni kulia tumelia, kama ni kuandamana tumeandamana, na Brian hatujapata, hajapatikana kwenye yako. Yenye hata sielewi kama nitampata ama nitampata, sielewi, sijui. And when all failed, the search led Brian Odhiambo's family to the corridors of justice. And there being no sufficient evidence to the contrary, no further orders or directions will be issued in relation to the habeas corpus application. Let the prosecution process that is underway take its course. Kesi imepelekwa koti ikatupwa, tuka inquest tena, bado kesi iko kotini mpaka saa hii. Ninapata wapi makori wangu jamani? Nani atanilinda Joadu? Nani atanilinda? Nani atanilinda? In an exclusive interview with Brian Odhiambo's wife, she narrates how Brian was not just a breadwinner, but the love of her life. A love that was brewed since childhood, matured into sweet-smelling romance. Its result, 2 healthy children. Kwa majina mimi naitwa Alvia huko Ukilo. Mimi ndio mke wake Brian. Mimi na Brian tulijaliwa watoto wawili, msichana wa miaka 6 na kijana wa miaka 2. Na tumejuana for long kwa sababu he was a childhood friend. Not only a partner, but he was like a friend to me. The gap that Brian and me left is a very huge gap. It is now clear that these young missing men did not choose this path of desperation willingly. Having worked various casual jobs before, fishing in the lake was a venture into greener pastures. Tukianza kuishi na Brian alikuwa anafanya job Userian, akatoka Userian akaenda Nairobi kazi ya roofing. Akaenda kazi ya roofing. Hivyo ndo alisema arudi huko Nakuru. Kurudi Nakuru akaenda kazi ya kitunguu kwa market. Alikuwa anafanya kazi ya beba hiyo side yake huko kusaidia onion, but job ikakuja ikadidimia tu once. Then akaniambia ataingia lake hajaribu. Alikuwa anafanya kazi ya hoteli na ikawa pesa ni kidogo. Kwa siku anampea 250. Sasa akasema mama, hii pesa ni kidogo, tukule ndani.
alafu tuchanga ya kulipa nyumba, haitawezekana. Na vile wanaenda huko chini, wacha niandamane nao. Basi ndio sababu alienda huko Engarao apateko pesa akilisti aniondoe kwa umasikini. Hata alikuwa ananiambianga, mama, wewe vumilia tu, Mungu akinisaidia mama nitakuondoa kwa umasikini. Hautaishi maisha unaishi, wale wenye wanakuchekelea watakuheshimu. The families, united in their grief, share a deep bond. They remember how their loved ones, once their main providers, are now nothing but memories. Unajua mwenye amekonjeka umesika, unatoa roho. Lakini ule mwenye amepotea tu, uchaona makosa yenyewe ndio ni makosa, lakini alikuwa ameenda kutafuta. Alikuwa ameenda kutafuta. Sasa hiyo kutafuta hiyo, hata kama ako na makosa, si ni heri afungwe kuliko auliwe na apotelee huko ndani. Hizo manguo niliziweka tu hapo juu. Sasa ningefanya nini? Nilisema tu sikae hapo, nisionange hapo. Sababu sijui vile kulienda na vile kulikuja. Ilibidi tu hizo manguo niweke hapo. Juu sasa hakuna mwenye anafaa, sikae tu hapo. Mawazo na iwezi kukosa. Mawazo na iwezi. Hata nikiweka chakula kwa meza, siwatanganyi hii si mwili yangu. Hapana. Nikiweka tu chakula kwa meza kama imepatikana, nianje kufikiria huyo mtoto wangu huyo. Sikuli. Roho inakataa. Unajua heri mwenye umepewa na umesika, mchanga imefunika, kuliko mwenye anaosea pale kwa kempaka ni kama ni umbwa ilitupwa, si mwanadamu. Hiyo kitu huwa inaniuma sana. Memory niko nayo tu ni watoto wake, juu watoto wake wanamfuana. Watoto wake wanamfuana kabisa. Na nashukuru Mungu wenyewe alinipatia both a boy and a girl. Na hata kama ikiwezekana hata nisema ndaita huyu Brian Junior, mdogo. Sometimes I will be forever in my heart. Nimpate tusimpate, he'll be forever in my heart. Ni sawa, wacha akuje, wacha na yeye. Madam, kuja. Wachana na yeye wewe. Barely 2 weeks ago, Brian Odhiambo's mother interrupted a speech by Interior CS Kipchumba Murkomen in Nakuru in a desperate attempt to get audience with the cabinet secretary. Tulikutana na Mheshimiwa Murkomen wakati nilienda pale Shabab. Hata nilijaribu kukataswa na maskari, lakini nilikimbia mpaka nikaongea na yeye. Alinichukua tukaongea na yeye kwa ofisi. Alinipromise atanishikilia mkono, atatafuta justice ya Brian. Maaskari wenye walishika Brian watashikwa. Aliniachia hata namba yake mwenyewe, yenye nilimpea namba yangu na kaflash yake kwa yangu, na bado hajanijibu bado. Na niko na imani akinishikilia na isapata justice ya Brian. Naomba tu Mheshimiwa Murkomen, ulinipromise kama mzazi wa Brian, utanishikilia, utanitafutia justice ya Brian. David Kuria, a renowned human rights defender who has been at the forefront of the fight for justice for these families, explains the frustrations he has encountered and the reasons why justice has been elusive for these grieving families. Sana mimi nina blame wale wanatakiwa kuhusika na kuinvestigate hizi cases, and especially DCI wa Nakuru East na Nakuru West, kwa sababu hizo cases ni za Nakuru East na Nakuru West ndiko kumekuwa na hizo cases. Lakini sasa hizo cases zote vile zinafunikwa, sielewi. Mtawangu reached out to the park in charge, Gideon Kibati, who said he was aware of Brian Odhiambo's case. And do we have any investigations that have been launched against some of the officers, maybe wale ambao wamekuwa reported ku mimi sijasikia kitu imekuwa reported, my friend, kuhusu officers apart from ile investigation ilikuwa mtu who was alleged to have been disappeared. Hiyo ndio kesi.
But as the human rights defenders wait for the law to take its course, Odhiambo's family affirm that they will not rest until justice is served. Wale ambao walichukua Brian au KWS, mimi kitu naweza waambia tu ni mnirudishie baba watoto wangu, mrudishie mume wangu, kwa sababu life kwangu imekuwa stuck. Hakuna kitu inaendelea, kila kitu imekuwa stagnant. Mkinipea tu Brian in whichever way, mimi ndashukuru. At least we find that closure. Na kama iko hai, at least watoto wake waache kushinda wameniuliza mam kwani dada alienda wapi. Stingo's mother too continues to beg for justice, hoping that one day her son will be found and the people responsible will be held accountable. Hiyo maneno wakati ilienda kwa Shady, tena walienda huko. Hiyo maneno ikafinywa hivyo. Nikajaribu kuwapembeleza lakini haikuwezekana. Sababu ikawa mimi niko mkono tupu. Sasa sauti yangu iwezi sikika. Naenda wanasema kesho, naenda wanasema kesho. Nimesunguka mpaka miaka 2 imeisha. Mwisho nikapata ugonjwa ya roho, yani pressure. Sasa ninakonjeka tu kila wakati sababu ya hiyo maneno, mpaka afya yangu imetofika. Mimi kilio yangu kwa serikali ninasema, yani naomba tu wanisaidie haki itendeke. The question that still lingers is how many more must die in the park before the authorities that be intervene and bring an end to the horror once and for all. Reporting from Tawangu, my name is Brett Sanya.